Watazamani wetu wa mjambo wapenzi wa Burundi Kingdom TV. Leo tumetembelea mji wa Bujumbura ambapo tupo kwenye kata ya Buyenzi. Tumemtembelea msanii mahiri sana, japo hajajulikana sana lakini leo mtaweza kumfahamu. Kwa jina ni Iriho na Fitina, mtangazaji wenu, na tuwakumbushe tu kitu kimoja kwamba msisahau kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na YouTube, ambapo pia tunaomba msubscribe pia muweze kufuata vipindi vyetu ili muweze kuburudika zaidi. Na leo tumemtembelea Bwana Ommy au Bwana Amitom kwa jina la maarufu kwenye muziki wake. Bwana Ommy, tumemkuta kazini leo. Bwana Ommy, habari yako? Mimi niko fiti. Haujambo kabisa? Niko fiti. Kazi zinaendeka? Bwana, kama kawa yani. Unakaza kabisa kwa kazi yako? Kizazi sana yani. Tunazoea Bwana Amitom ni mwanamuziki. Leo imekuwaje tunakuta mfanyabiashara? Tueleze. Unajua kila mtu ambaye anafanyaga music anapaswa kuwa na zingine business ambazo anazifanya. Hata wakina Diamond Platinumz wana makampuni mengi ambayo wanatumika hema. Sasa mimi kama mimi nakuaga phone maker na nakuwa businessman. Hiyo inasaidia wakati muziki, unajua kuna wakati tunakuwa kwenye vipengele muziki hauripi, ile kazi inakuwa inasaidia kidogo yani. Na unajivunia sana kufanya kazi yako. Wewe kwani huoni aibu kuwa unachuuza mambo ya simu wakati wewe ni msanii na tunajua unaelekea kwenye kuwa maarufu? Mimi siwezi kuwa na haya, maana hii ni miongoni kwa maisha yangu, kazi yangu inayonisababisha mimi niishi. Sasa utakapokuwa na haya, mimi wasanii wengi ambao wanafanya music hapa Burundi, wengi wanavimbaga, lakini ukiwachunguza kazi hamna, mfukoni wanaumia. Sasa mimi utakaponizarau unaona niko nafanya kazi ya mikono yangu na ujuzi na mfukoni niko fit. Hiyo mimi hainisumbui. Yani wewe kwenye kupata pesa mkono kapita kinywani, kazi yote ile unapiga? Mimi napiga kazi. Sawa bwana, tukuulize Bwana Amitom ni nani au Bwana Ommy? Mimi na majina naitwa Ommy, but kuna yangine natumia kwa music naitwa Mula Ommy. Wanaonifahamu wananifahamu, na kama kuna wenye hawanifahamu wanaweza kanifahamu kwa sasa. Yeah. Ndio, tumeona unajiita mjukuu, ama ni mjukuu ni mtoto? Mjukuu wa nani Rushati? Au kwani kweli wewe ni mjukuu wa nani Rushati? Kama kawaida. Sasa kuna mwenye atanipinga? Kweli kabisa. Kwa sababu najiita. Na atakayenipinga akasema sio wewe ni mimi, atapandishaga mikono juu ya. Ni hivyo tu. Yani wewe unamkubali sana mfalme Ntare Rushati? Nina sababu, maybe nikawa nimetokea kwenye hizo familia. Mzee wangu na mimi ndo tunajua. Yeah. Yani tuchukulia hivyo yani. Chukulia hivyo. Sawa. Bwana Amitom, tumetembelea kurasa zako ambapo ulikuwa kwenye mashindano ya platform show ambapo ulichaguliwa, ilikuwa tarehe 6 hivi mwezi Agosti mwaka 2019. Ulikuwa wangapi? Sikumbuki sana, maana vitu kama vipindi nafuatiliaga ila si sana. But mimi napendaga sana industry yetu ya Press 257, but sometimes huaga nikiwekwa kwenye mashindano mimi nakuaga nacheza tu, naangalia pointi zangu ziko zinaenda. Nikishaisha siwagi nafuatilia sana tena, unasikia ni muda mrefu sana. Yeah. Na hivi ni kwa muda gani ambapo yani una muda gani toka uanze muziki? Nimeanza muziki kama 2017 hivyo. Sina muda mrefu sana. Yani ni miaka michache sana. Na una management yoyote? Mimi najimanage mwenyewe, sababu manage nyingi za Burundi hazijafaa kuitwa management. Yani unajimudu, mfuko wako mzito kijana? Sio mzito, sio kivile. Unajua kwanza Mula maana yake pesa. Sawa, kama nishaitwa Mula, huwezi ukakuja hapa eti unakuja kunimanage na wakati wewe mwenyewe haujiwezi. Mimi nina hela, sitembei kwa mguu. Maana yake ukija kunimanage sio vile unakuja eti mimi nakuja kumanage sababu nikupe fasi ya kulala, kula nini. Unaona hapa za marage zipo. Naona washaanza kuleta wa moja. Ndio tunaona.
Ushaona sasa. Huwezi kuja kunimanage sasa wakati mfukoni bado unaumia. Ukija kunimanage mimi unakuja kikazi, yani manage ile kazi yangu ambayo ninaitumika. Hapana kutaka kunimanage mimi. Hii nishapita tayari miaka ya kufugwa yani. Aha, mmemsikia Bwana Ommy ameshapita miaka ya kufugwa. Maana yake anajimanage mwenyewe. Na tuwakumbushe wapenzi watazamaji wetu kwamba tuko kwenye soko ya Ruvumera. Leo tumetembelea mji kata ya Buyenzi. Bwana Ommy, tukiendelea na maswali yetu, tuliona kwamba tarehe 15 Januari mwaka 2020 uliposti picha ambapo ulikuwa na mtoto mdogo mwanamke na ukaandika neno my malaika. Je, ule ni mwanao? Mwanangu. Mwanao? Niaga sana mnanifuati, sio poa. Upaparazi sio poa kabisa. No, lazima wasanii wote tuwafuatilie ili tuweze kujua maisha yao yanaendaje. Kweli mwanao? Mwanangu. Na wakati unajua Bwana Ommy hajaoa, mwanao kivipi? Wetu mwanangu, kama nilimwokota nikamkuza basi wangu. Okay Bwana Ommy, na tarehe 1 Septemba mwaka 2019 kuna video ambayo ulishoot live mkiwa mnacheza mziki na wenzio, ila tulijaribu kufuatilia comments, tuliona ya kwamba kuna watu ambao walicomment kwamba muache ushamba, na wewe ukawajibu mtaachaje wakati ndio vitu vyenu. Je, hapo litaka kumaanisha nini? Unajua mtu ukishare kitu au kipost huwezi kumjudge mtu comment ata comment gani. Sasa anapokuona mshamba wewe unamwacha tu, sababu huwezi ukaingia kwenye nafsi yake umwambie eti ushamba nini, sio mshamba. Wewe unamwambia tu mimi nakomana ushamba tu, mimi si ni mshamba nakomana nao. Kwani wewe unasemaje? Kwa hiyo ushamba wako nakomana, unataka kubadilika hata kidogo? Mimi nakomana nao, maana ukiniita mshamba sio ndo nitafika na kuwa mshamba. Mimi hata ukinitukana mbwa sitatariki, sababu sikuri kwa unilisha univishi. Sijawahi hata kuambia milioni na njaa nisaidie 1000. Sasa ukinitukana mimi hainisumbui, maana mimi napambanaga tu na maisha yangu. Yani wewe unajiamini kwenye nyanja zote. Yani try to smile yourself. Usifurahi kwa ajili ya mtu. Unajitahidi tu kufurahi kivyako tu. Kwa hiyo Bwana Ommy, wewe unaishi maisha yako upendavyo kivyako na wala hujali yale ambayo watu wanayosema. Basi wagina jari kabisa. Sababu ukisema ufuatane na watu, ufuatilie watu, unaweza kufa siku si zako. Try to smile yourself. Je, una nyimbo gani sasa kwenye ukurasa wako wa YouTube? Nyimbo zipo kibao. Kuna Nichogie, kuna Brenda, kuna Nawafokea, kuna Subiza pale, kuna Why Uko Busy. Hizo zote ni miongoni ya nyimbo zangu. Na kwenye nyimbo zako tuliona uliposti ya kwamba ile nyimbo yako ulioimba Uzima, ulisema ya kwamba ulipata support nyingi. Je, ulipata support kivipi? Yani kwenye mtandao au ulipata support ya kifedha? Nilipata support kimitandao, kwa television. Ukiona television ya taifa inakupea promotion ya mwaka mzima, hapo na umefaa kazi. Maana chekilisabisha najua kama nyimbo imefaa kazi. Kuna baadhi ya wasanii ambao niko nao karibu waliniambia nimetoa rushwa. Na japokuwa unajua TV ya taifa huwezi kutoa rushwa, utampea rushwa nani? Nikamwambia watu mimi hatujuani, wamependa kazi nilivyofanya ndio akanisupport. Yani kuna watu wanasema ya kwamba ili mpite kwenye matelevisheni wasanii wengine mnatoa rushwa. Zipo. Naamini zipo. Kwa televisheni ya taifa zipo? Sio ile. Nasema kuna TV kusema uonekane sana, upite sana, kuna kidogo unakumetoa. Sio TV tu, hata maredio. Imagine radio inapiga audio afu inaomba kidogo. Na wakati kwa mtoto wa nchi, hiyo kitu inatia aibu. Kwa hiyo watu wenye vyombo vya habari, matelevisheni na maredio unawaambia wabadilike? Mimi naona tu wabadilike, maana hata akina Chris Brown wakina nani ngoma zao zinapita afu sio nchi yao. Sasa unapombania mtu ikanatumika kwenye nchi yake, unambania afu nachukua watu tayari washakuwa international unawasupport. Hii inakuwa si poa. Maana kuna siku na yeye atatoka nje kupanua njia atoke kiroko awe international afu kule binakataa. Maana yake mwendo mmesababisha.
Inaonekana anatoa ushauri kwa watu wenye vyombo vya habari, maana yake watu wenye matelevisheni, wenye maredio, ni kwamba msapoti sana mziki wa nyumbani. Na bwana Amitom, labda tukuulize, umewaandalia nini wa fanzi wako? Yani hivi nina miezi 6 siko kwa music, but sikayeti, yani nimekaa ki industry, nimekaa sitoi, lakini kiuandishi, kiutunzi, kiuimbaji bado nipo, maana ziko tayari, ziko mingi. Kwa hiyo watazamaji wa fanzi wako, yani wale mashabiki, wajiandalie kitu kizuri kutoka kwako. Mimi naweza nikawaambia tu waikae mkao wa kura, maana sijaheba wala sijachoka. Bado yani hivi ndo nimeingia kwenye, nasema naweza kuambia hivi sasa ndo nachemuka. Nina nguvu zaidi ya zenye nimekuaga nazo mwanzo. Yeah. Je, unaweza ukatuimbia mmoja kati ya nyimbo ambazo hujazitoa, verse kidogo tu? Hapa naona siko mmudu kabisa. Na je, nyimbo ambazo ulishaimba unaweza kutuimbia kidogo? Naweza. Unapendaga ni bane poa ama ni chane? Maana mimi unajua sizoreki. Yani upendavyo, jiachie. Muziki ni kazi, muziki ni kipaji. Nashukuru Manane kunipa nafasi, mula sina budi ya kupiga magoti na kupiga makofi. Ni kushukuru Mwenyezi. 2020 wasanii wote wamekuwa machizi na kuimba covid kitani, wanavimba hawana hata kitu. Chia. Ndio. Na kuna muziki ambao tulisikia ukiwashtumu watu ambao ni watangazaji. Sio kwa shtumu, yani ile ni kama tu kushauriana tu, tukae kwenye usawa tu. Ndio, lakini ulikopa ukweli. Usimhukumu mtu. Roho ya mtu ndo serikali yake. Kama wanaamua tu kubana, ni kivyao tu. Sawa, na kwa kumalizia unaweza ukawapa ushauri gani labda jamii ya Burundi, wasanii, wananchi na serikali kwa ujumla? Mimi naomba tu tupende tu nchi yetu. Nchi yetu ni nzuri sana. Kama walibatiza jina wakasema ni nchi ya asali na maziwa, manake naona ni fresh tu, tuna kila kitu, vitu vyetu vyote viko smart. Kama vitu vyetu viko smart, tupende nchi yetu, tuitumikie. Hakuna nchi nzuri kama Burundi. Burundi ndio nchi pekee unaweza ukawa una 1000 afu sirari njaa. Mimi naona nchi yetu iko poa. Yeah. Sawa kabisa. Wapenzi watazamaji, mmemsikia bwana Omary amesema tuitumikie nchi yetu. Hakuna nchi ambayo unaweza kaishi kama Burundi ambapo una franga 1000 tu kwenye mfuko na ukalala umeshiba, yani tumbo likapata moto, usilali na njaa. Wapenzi watazamaji, ilikuwa kipindi ambacho ni Burundi Talent Show. Tunaomba mtembelee kurasa zetu ambazo ni Facebook, Instagram na YouTube. Pia muweze kusubscribe na msisahau pia kugusa kwenye alama ya kengele ili vipindi vyetu muweze kuvipata pale ambapo tutakavyoviweka. Na pia tunawaomba muendelee kusupport wasanii, haswa mashabiki. Pia muendelee kutizama vipindi vyetu. Alamsiki.